basi nimeona hatusikizani, afadhali nijiuzulu na kila mtu ajue kwamba anaenda kujenga chama fulani, alafu atembee na hiyo chama. Yeah. Lakini ukitumia nafasi za serikali, pesa za serikali, vifaa vya serikali, maafisa wa polisi, kila kitu cha serikali, alafu nasema lakini sisikizani, naenda nitazidi kupata zile benefits, lakini kupiga kelele. Hii ni tofauti bwana. Sasa tuingie katika siasa. Ni kweli kwamba sasa wewe utakuwa katika kinyang'anyiro cha mwaka 2022. Ulikuwa naibu wa rais, makamu wa rais wakati huo, ulikuwa waziri wa fedha. Mtu anajiuliza ama nitajiuliza, Musalia Mudavadi akiwa rais, tuna matarajio gani kwake kama bwana Masharia vile anajiita? Njitagwa Masharia. Masharia wa Mudavadi. Masharia wa Mudavadi. Tuna matarajio gani kwako wewe kama rais? Kwanza ni vizuri tujue kwamba yale ambayo niliwahi kufanya hapa awali nilipatia nafasi kupata tajriba, yani experience ya kwa ofisi za umma, public office. Na tajriba ni kitu ambacho hautapata kwa classroom. Tajriba ni lazima uwe umepata kwa uzoefu, kwa kufanya kazi katika sekta mbalimbali na kujifunza. Kwa hivyo lengo langu kubwa katika nia yangu ya kutaka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, kwanza ni kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha kila wakati kwa Wakenya wote. Na jambo la pili, nataka tuimarishe uchumi wa taifa letu. Uchumi katika sekta zote, kama ni kilimo, kama ni biashara, kama ni uchukuzi, yani sekta zote za kiuchumi ni lazima tuhakikishe kwamba ziko sawa. Mimi naweza kutambua, tukubaliane, kwa mfano kama ni infrastructure, mabarabara, reli na kadhalika, serikali ya Jubilee imejiandaa vilivyo. Tunaweza bishana kama ilikuwa kwa bei ambayo ni sawa ama si sawa, lakini ukweli wa mambo, infrastructure imewekwa. Lakini sasa kile tungependa kuona ni kwamba Wakenya wanatumia vipi hiyo infrastructure. Hatutaki kuona barabara lakini hatuna wafanyabiashara ama wakulima ambao mazao yao yanatoka kwa mashamba na kuelekea kwa soko, ikiwa ni soko ya humu nchini ama ni soko ya ngambo, nchi za ngambo ama nchi za kigeni. Kwa hivyo sasa ni lazima sasa tuanze kujiuliza tutafanyaje ili uchumi wetu uwe bora na Wakenya wapate pesa mfukoni. Nikisema pesa mfukoni, nataka mazao yaongezeke, wapate rasilimali zaidi na wapate pesa zaidi. Kwa hivyo kuna mipangilio ambayo mimi ningependa kulenga. Ningependa kuhakikisha kwamba hii deni ambalo linatushika koo kama Wakenya. Mimi uchekesha watu, lakini ni ukweli. Mimi nasema deni la umma kule juu serikali inafulizwa na madeni makubwa za nchi za kitaifa. Na hapa chini mwananchi wa kawaida naye anagongwa na fuliza yetu ya kawaida. So, juzi umeona 1.2 billion zinakopwa kila siku. Kuria, nikikuambia wewe nataka nikurishie kitu kidogo kwa simu yako, unaniambia athirere we Mashari ya botige, ngoja nikupatie namba ingine, kwa sababu hile fuliza inafanya nini? Ina deni. Kwa hivyo kuna kile tunaita household debt. Household debt, deni lile kubwa la kitaifa sasa limeanza kuingilia kule kwa nyumba, na sasa household debt zinaanza kukua juu. Kwa hivyo mwananchi hawezi kusave na mwananchi hawezi kujimudu. Kwa hivyo ni lazima
tuwe na sera ambazo tutasaidia wafanyabiashara na wakulima ili waanze kupata faida zaidi kutokana na jasho lao. Kwa hivyo lengo langu kubwa ni mambo ya uchumi. Alafu tuhakikishe tena sekta zingine za afya, elimu, tunazidi tena kuziangalia vilivyo, na tupigane na ufisadi. Kwa hivyo hii ndio agenda ambayo mimi ningependa kuwa nayo katika taifa letu. Tuzungumzie kuhusu One Kenya Alliance. Kuna mazungumzo kati ya Musalia Mudavadi, kuna Kalonzo Musyoka, kuna Moses Masika Wetangula na Gideon Moi ambaye haonekani vizuri. Kwa sasa mmeafikiana kivipi? Ni nani ambaye mmeweza kukubaliana ni nani ambaye atakuwa akipeperusha bendera yenu katika uchaguzi? Mtaenda na muungano huu ama mmeafikiana kivipi? Ni mapema kidogo ndugu yangu. Kuna majadiliano yanaendelea na yatazidi kuendelea, kwa sababu kuna kamati ambayo tumeunda ambayo inafanya process ya kuangalia kwanza kwamba tunakubaliana kwa sera ambazo tunataka tuweke mbele, kwa mstari wa mbele. Kwa sababu hatutaki tu kusema kwamba kuna muungano lakini agenda yenu haijajulikana vizuri. Kwa hivyo ni lazima kwanza wafuasi wetu, wanachama wetu, wabunge wetu waone kwamba hizi sera ni sera ambazo zinaambatana na vile wananchi wa Kenya wanataka. Okay? Hilo ni step moja ya kwanza na ni ya muhimu sana. Jambo la pili, mimi na wenzetu tumekuwa tukisema majadiliano ambayo yako katika One Kenya, tunataka pia Wakenya wengine wahusike. Kuna vyama vingine ambavyo vingependa kujua kwamba One Kenya wanazungumzia nini na wanataka tuungane tufanye nao kazi. Kwa hivyo ni lazima tupeane nafasi. Na ndio kwa sababu tunasema hatuharakishi kufunga mlango na kusema kwamba tayari sasa tumemaliza na tumechagua huyu ndio atakuwa candidate ama yule, kwa sababu hata tukiona utaratibu ambao ulikuweko kwa coalitions zingine, hiyo itakuja baadaye, na deadline ya kuweka usajili wa coalition ni mwaka ujao, sio mwaka huu. Ndio mlikuwa kule Mombasa mara mbili. Mara ya kwanza ikasemekana, hatuna uhakika, wewe ndio ulikuwa kwenye mkutano, ya kwamba Rais Uhuru Kenyatta aliwaambia msipoungana huyu jamaa atawabwaga. Mkutano wa pili ikasemekana wewe ati ulisema katu wewe utakuwa katika kinyang'anyiro. Labda unaweza tueleza kulikuwa na yapi kule Mombasa? Hayo yalisemwa na vyombo vya habari, yalikuwa ni kweli? Na kwa sasa msimamo ni upi? Unajua saa zingine hizi ndio watu huita hadithi za alfu lela ulela. Kwa sababu watu hawako kwa huu mkutano, lakini wanajaribu kusema ilisema hivi, matamshi yako hivi. Kwanza, ikiwa umekutana na rais wa Jamhuri ya Kenya, na ndugu, mimi nataka nikwambie, mkienda kule kukutana na rais wa Jamhuri ya Kenya, mkiingia kwa room pahali, hakuna mtu mwingine anaingia pale, ni nyinyi tu. Hata simu hauingii nayo kule. Hata wewe? Hata mimi. Unawacha simu kwa gari. Kwa hivyo itakuwaje mtu anajaribu kusema kwamba hii ndio yalizungumziwa ama yale. Lakini mimi ningependa kuambia tu wa Kenya kwamba Rais Uhuru hakushurutisha mtu yeyote, wala hakujaribu kulazimisha mtu yeyote achukue msimamo fulani. Yeye alituita kama opposition tujadiliane tu mambo ya kitaifa, na tena tukazungumzia mambo ya COVID na vile yanakumba wa Kenya, na ni vizuri sisi wote tuchangie kuhakikisha maisha ya Wakenya haisumbuliwi, haitatiziki.
kupitia kwa shida za COVID. Yeah. Hayo ndio mlizungumza kule. Ndio, kwa hivyo hakuna siasa ambayo mlizungumza kuhusu 2022 ni nani atakuwa akipeperusha bendera? Hakuna. Hakuna, kwa sababu yeye ni rais wa taifa la Kenya na yeye chama chake ni Jubilee. Sasa itakuwaje atambue ni nani atapeperusha bendera ya wapinzani? Yeah. Hilo si jukumu lake. Okay. Ndio. Naibu rais alisema kwamba anasubiri kuona ni nani atachaguliwa ama ni nani atateuliwa kuwa mgombea ama ambaye atakayepeperusha bendera ya OKA. Naye Raila Odinga hajasema kwamba atakuwa kwenye kinyang'anyiro, lakini watu ambao wanamuunga mkono wanasema kwamba atakuwa katika debe. Je, uko tayari kumenyana na wao wawili? Kumbuka kwamba mlikuwa katika chama kimoja. Ndugu, mimi niliwahi kusimama mwaka wa 2013. Na wakati niligombea kiti cha 2013, Raila alikuwa kwa kinyang'anyiro hicho. Aligombea kupitia kwa tikiti ya CORD. Na Ruto akawa mgombea mwenza wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo tumewahi kukua kwa uwanja wote wakiwa pale. Kwa hivyo tukienda mbele ya Mungu hatujui, tukiwa hai na tuko sawa sisi wote, labda tutakuwa kwa uwanja tena tukigombea kiti cha rais. Ndio. Twende katika Mulembe Nation kule kwenu. Kuna zaidi ya wapiga kura milioni 2.45. Lakini kuna wagombea urais wamefika, sijui ni 3, sijui ni 4. Musalia Mudavadi, Mohisa Kitui, Moses Masika Wetangula. Tukizungumza kuhusu kuketi pamoja na kuzungumza kama watu ambao wanatoka upande moja, umeafikiana vipi? Ndugu, tutajua tu ni nani anapeperusha bendera ya chama fulani wakati makaratasi ya candidates yatakuwa yamepeanwa kwa IEBC. Wakati deadlines zitafika na tutajua nani ameweka makaratasi pale. Kwa wakati huu sasa, kila mtu anaweza kuwa na nia. Na wengi wanaweza, labda hata wengine watajitokeza. Lakini hatuwezi tukasema kwamba hawa ndio watakuwa peke yao. Na mimi nataka tu nirudishe wa Kenya kwamba tukikumbuka kuna mwaka pia Raila alisimama na hata Orengo akasimama kwa tikiti ya SDP. Kuna wakati, nadhani hiyo ni kura za 1997. Kuna wakati tuliona pia Uhuru 2013. Peter Kenneth alisimama, Mwiru, Paul Mwite, Martha Karua nakumbuka. Na hatimaye wapigaji kura wa eneo la Mount Kenya wenyewe hawakusema kwamba hawataki kusikia haya majina mengine. Hao ni watoto wao pia. Lakini kwa upande wa kura wenyewe wakaona tutamwagia mtu fulani na wakamwagia Uhuru. Kwa hivyo hata tukiwa na candidates wawili ama 3 ambao wametoa matamushi katika eneo la magharibi kwamba wanataka, hiyo ni haki yao. Lakini hatimaye mpigaji kura ndio atajua nataka amwagie nani kura zake. Kumekuwa na swala la kiongozi wa Mulembe ni nani? Kuna watu wanasimama wanasema ni huyu. Kuna wengine wanasema ni huyu. Wewe unaweza jiita kiongozi wa Mulembe? Hakuna kiongozi wa Mulembe. Unajua hakuna kingdoms. Katika Kenya hii. Taifa letu na katiba yetu haitambui kingdoms. Sisi wote tumezaliwa pahali. Lakini kingdoms utazipata kama kule sheria imepeana, kama kule Uganda utapata wa Banyankole, utapata wa Baganda. Sheria yao imekubali hivyo. Lakini sheria ya Kenya haikubali ati mtu anaitwa kiongozi wa kabila fulani. Mimi hupenda kuambia wa Kenya hivyo. Mimi nimezaliwa kule, labda ushawishi wangu utakuwa na heshima miongoni
mwa watu ambao wanazungumza lugha hiyo. Lakini tukienda mbele na vile katiba yetu ilivyo, ndugu, tuheshimu katiba ya Kenya na tuzungumze kama wa Kenya. Tusiwe watu ambao tunataka tujiweke katika vyombo vya kikabila kila mara. Tujivunie kuwa wa Kenya sisi wote. Ndio. Mlima Kenya. Wanajiuliza, umeonekana Nyeri, umeonekana Nyandarua, umeonekana Murang'a. Labda Mungu akikujalia, hata Meru ulikuwa huko juzi. Labda Mungu akikujalia na urejeshe makaratasi yako kwa IBC kama mwaniaji urais. Kuna vile wanatarajia utamchagua mgombea mwenza kutoka upande wa Mlima Kenya. Inawezekana ndugu. Kwa sababu inawezekana ama ni kweli? Nataka nijieleze. Kwa sababu kusema ukweli, watu wa Mlima Kenya wana umaarufu wa kisiasa katika taifa letu. Tukilinganisha tu na vile wamepata nafasi ama viongozi tumepata viongozi watatu ambao ni wazaliwa wa Mlima Kenya ambao wamewahi kuongoza taifa letu. Mwanzilishi wa taifa Mzee Jomo Kenyatta, Mzee Mwai Kibaki, na sasa Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo kuna umaarufu mwingi katika eneo hiyo, na hawa ni watu ambao wanapenda biashara, wanapenda kuzingatia mambo ya kiuchumi na kadhalika. Kwa hivyo wanaweza changia sana ujenzi wa taifa letu kama Wakenya wengine. Wakenya wengine pia wanachangia taifa letu kwa njia mbalimbali. Kwa hivyo sikatai, labda inaweza fanyika. Kwa hivyo kuna uwezekano, kuna uwezekano. Nigatha muthikiriria tiguko Musalia Mudavadi Center tukiaria na mutongoria wa kiama kia ANC Musalia Mudavadi iguru rigie uria ratanya gukorwo agika angikorwo ni agathi irebe-ini mwaka-ini wa 2022. No tuguthi na mbere na kuria ciuria. Ndirona ciuria cianyu kwitukira guko kwa 22989. No turumirire kwa @InoroKE kuu ni gwa Twitter, Facebook ni Inoro FM, na no korwo giturora ginya kuria kwa Inoro TV na Inoro FM. Na muthenya wa muthi tugikorwo tukiuria ciuria ici na bwana Musalia Mudavadi. Mlima Kenya inaonekana kwamba kuna siasa nyingi. Kuna watu ambao wanasema Musalia Mudavadi amekuja hapa ni wetu. Kuna wengine wanasema William Ruto amekuja ni wetu. Kuna wale wanasema Raila Odinga ni wetu. Kuna wale pia wanasema kila mtu ambaye atakuja ni wao. Labda wewe umetoka mahali ambapo pia kuna watu ambao ni wengi zaidi. Mnapofika hapo, hiyo confusion inakuwa namna gani? Na watu hao wataumia baadaye. Sikuelewi ndugu, confusion gani? Confusion ya kila mtu akikuja wanasema ni wao. Kila mtu akikuja ni wao. Mwelekeo uko wapi? Nadhani wanasiasa wa Mount Kenya wanataka wasikize kila mtu. Kwa sababu huenda, sijui, lakini kwa wakati huu huenda labda eneo la Mlima Kenya halitatoa presidential candidate tukielekea 2022, lakini sijui kwa sababu bado kuna nafasi. Kwa hivyo nadhani kile wanafanya, wanataka wasikize wanasiasa wengine, kwa sababu kwa mfano sisi katika eneo la magharibi tumewahi kusikiza sera za Mwai Kibaki, kama ni Mzee Moi, kama ni Uhuru Kenyatta, kama ni Raila. Tumepata hiyo nafasi na watu wamewasikiza. Alafu hatimaye wanaamua kwamba wanataka wapigie nani kura. Kwa hivyo lile linatendeka katika Mlima Kenya ni la kawaida. Tofauti tu ni kwamba labda yule mgombea kiti ambaye unajua umekuwa wakizoea personality wa uzito, kama ni Mwai Kibaki, kama ni Matiba, kama ni Uhuru.
kujitokeza na kusema anataka. Labda kwa wakati huu kuna hilo pengo ambalo linaonekana katika eneo hiyo, na ndio kwa sababu labda wanatulia na kutumia strategy ama mbinu tofauti na kusema wacha tusikize wengine kwanza kabla tuje amua vile tunavyotaka. Lakini mimi ningependa tu kuambia nitazidi kuwashawishi, nitazidi kusharia kama masharia, ili tuone kama tunaweza pata partnership na wao. Ndio. Kule kwenu magharibi inasemekana kwamba kuna wale ambao wanakufuata zaidi na kuna wale ambao wanafuata Raila Odinga. Kuna mtu ambaye ni watu ambao wanachanganua mambo ya kisiasa. Alikuwa anasema tusipojichunga tutakuwa kama watu wa Mulembe. Watu wa Mulembe anasema hivi, huwa hawamchukui mmoja wao na kukufa naye vile Raila kwao Nyanza anashikwa, vile Uhuru anashikwa kwao Central, vile kule Mombasa wanasema hivyo. Sijui labda hapo ndo niko na swali kidogo, swala tata. Je, itakuwaje hapo? Mimi ningependa tu kusema kwamba ni demokrasia. Kama ni wa Kenya ambao wameonyesha uzalendo katika taifa letu tangu tupate uhuru, ni watu wa eneo ya magharibi. Na ni vizuri tukienda mbele tuheshimu, kwa sababu wameonyesha mfano, lakini watu wengi hawakuona kwamba kuna maana ya kufuata huo mfano. Sisi tukifika uchaguzi tumetazama candidates na tumewapigia kama wa Kenya. Hatujapigia candidates kwa sababu ya ukabila. Na ndio kwa sababu Moi alipata nafasi yake, akapata kura za eneo hiyo. Kibaki akapata, hata Raila akapata. Hata mimi nikapata wakati nilikuwa nimesimama. Na tukienda mbele, si ndio hiyo demokrasia tunataka? Tunataka tuwe na nafasi tukienda katika eneo fulani upate kura kule. Unataka watu wa Narok kama wa Masai wakupigie kura. Unataka wa Kalenjin wakupigie kura. Hiyo ndio hali ya kujenga taifa. Ikiwa unataka uwe kiongozi na unangojea tu kura za kabila yako peke yake, basi inaonekana kwamba umaarufu wako hauko sawa na Wakenya hawakutambui vilivyo. Kwa hivyo ni lazima kama Wakenya tusizidi kushutumu msimamo wa watu wa magharibi kwa sababu waliwahi kupigia mtu fulani na fulani. Tujaribu kutambua kwamba hawa wamekuwa wakijitolea kusema kwamba kama Mkenya yeyote akiwa mume ama mke na anatafuta uongozi na sera zake ni sawa, zitambulike kupitia kwa kura. Na huo ndio msimamo wangu. Mimi sitaki kusema natafuta kiti cha rais ili Waluya ama watu wa Mulembe peke yake wanipatie kura. La, mimi nataka kura za Mount Kenya, nataka kura za Nyanza, nataka kura za Rift Valley, nataka kura za Pwani, nataka kura za North Eastern, nataka kura za Lower Eastern, nataka kura ya kila mtu. Hata yule wa Ugek nataka kura yake. Minorities nataka kura zao. Kwa hivyo huo ndio msimamo mimi ningependa tujenge katika taifa letu. Tujenge a nation. Ndio. Mlima Kenya. Ndio. Kuna hao wangwana wawili, kuna Raila Odinga na kuna William Ruto. Kuna mtu anauliza hapa kwa SMS. Je, ndugu Masharia ana uhakika kwamba atawabwaga hawa wawili katika Mlima Kenya? Mimi nataka tu niwaambie, mimi nafanya ziara zangu katika Mlima Kenya na mimi nauza sera zangu. Na kile ambacho ningependa mpigaji kura yeyote, ikiwa yuko Mlima Kenya ama yuko katika eneo yote ya taifa letu, mimi nawasihi wachunguze sera zetu. Nani atasimamia uchumi vizuri? Nani anaweza pigana na ufisadi sawa sawa? Nani ataunganisha wa Kenya? Nani hataleta uhasama
katika taifa letu. Hili ndio jambo ambalo mimi ningependa kuomba wapiga kura. Watuweke kwa kichungi na watazame hizo sera. Isiwe tu nafuata jina. Tazama nyuma ya hiyo jina ni nani. Ni mtu mjanja, ni mtu mkorofi, ni mtu mwizi, ama ni nani nyuma ya hilo jina lako. Na hilo ndio wazo ambalo nataka Wakenya wote wafikirie. Kwa mfano, juzi nikiwa Nyandara nilisema pia wapigaji kura wajue, je, ukichagua kiongozi ambaye ana mtindo wa kukasirika na kuwa na hasira, tunaweka Kenya wapi? Kwa sababu kama mtu ana hasira na kiongozi ambayo huonyesha hasira kiholela holela ama hadharani, je, wakati utampatia mamlaka ataongoza wa Kenya na hiyo hasira ama vipi? Na ikiwa atakuwa kiongozi mwenye hasira, mwananchi atakuwa vipi? Na haya ndio maswali ni lazima tuzingatie. Ni nani atadumisha amani katika taifa letu? Kuna mtu anauliza, je, ulikuwa unamwelekeza mtu fulani ama ulikuwa tu unazungumza kwa jumla? Wakenya wasichague viongozi ambao wanakasirika. Mimi nazungumza kwa jumla. Kwa jumla. Yes, okay. Ikiwa unatafuta kiongozi wako kule mashinani wa MCA, usitafute mtu mwenye hasira. Ikiwa unatafuta mjumbe, asiwe mtu mwenye hasira. Ikiwa ni governor, asiwe mtu mwenye hasira. Ama mtu ambaye ataongoza kwa njia ya hasira. Hata ikiwa ni rais. Kwa sababu kwa kimombo wanasema, if you elect an angry leader, that angry leader will administer in anger. And if he administers in anger, he will hurt the ordinary citizen. Utendakazi wako pamoja na magavana, unaonekana kwamba unafanya kazi na kila gavana. Siri ni gani, ama ni kujipanga tu? Na ndugu, unajua mimi nilisimamia sana mambo ya ugatuzi. Kwa serikali ya Kibaki, nikiwa waziri wa local government, jukumu langu lilikuwa kuunda sheria ambazo zitaweka msingi wa serikali za ugatuzi. Kwa hivyo katiba yetu imeheshimu ugatuzi. Na tukitaka tubadilishe mambo yetu, ni lazima tuheshimu hiyo katiba na tuheshimu ugatuzi. Kwa hivyo ukiona mimi napeana heshima kwa serikali za ugatuzi na kwa magavana, ni kwa sababu huo ni msingi tukienda mbele, ambao ni lazima ukuzwe kabisa, ndio maisha ya Wakenya yaanze kubadilika. Serikali ya kitaifa ni lazima ifanye kazi na serikali za ugatuzi. Tumeona pahali hapa awali serikali ya kitaifa inafurutana na magavana. Haitakikani kwa hivyo. Tunatakikana tusaidiane. Ukiona mfano kama Nairobi, wakati serikali ya ugatuzi ya Nairobi ilikuwa ikikosa heshima na serikali ya kitaifa, si watu wa Nairobi walianza kuumia? Hatimaye serikali ya Nairobi wakafanya impeachment, assembly ikafanya impeachment. Na tumeona katika sehemu zingine kwamba ni vizuri tuwe na serikali za ugatuzi ambazo tutafanya kazi na serikali ya kitaifa kwa njia inayofaa. Kwa hivyo ukiona mimi nazungumza na wale, ni kwa sababu mimi napeana mwelekeo kwamba tukienda mbele, nikipata nafasi ya kuongoza taifa la Kenya, mimi nataka serikali yangu iwe na uhusiano mwema na serikali za ugatuzi. Katika mahojiano ya moja kwa moja na viongozi mbalimbali hao, nimetaja Raila, William Ruto na wengine, wameulizwa kwamba kama wanaweza fanya kazi na wewe. Na pia wewe kuna siku uliulizwa ukasema, mbona mnaniuliza mimi, mbona msiwaulize wao?
umefika mahali sasa ukasema enough is enough, nimefanya kazi na hao na sasa pia wao wafanye kazi na mimi? Unajua ni kwa nini nilijibu hivyo? Kwa sababu mara kwa mara watu wamekuwa na mtindo wa kufikiri kwamba jukumu letu ni kuwaunga wengine mkono tu, lakini ikifika wakati wa wale wengine kutuunga mkono wanaanza kusita. Na ndio kwa sababu nilisema swala hili wakiniuliza, je, na wao wameulizwa, na wao wako tayari kuunga wengine mkono, ama wanataka tu ile vile tulivyowasaidia wakati ule tukaunga mkono tena tuzidi kufanya hivyo? Kwa hivyo bwana, siasa ni heshima bwana. Ulikuwa unaelekeza hilo kwa Raila Odinga kwa sababu ulimuunga mkono ulimuunga mkono mara kadhaa. Ndugu, mimi nimeonyesha kwamba mimi naweza saidia wengine. Nilimuunga Uhuru mkono 2002 wakati Kibaki baadaye alishinda. Kwa hivyo mimi nimeonyesha dalili. Alafu pia nikamuunga Raila mkono 2007 na 2017. Kwa hivyo mimi nimeonyesha tayari kwamba I can support other people. Kwa hivyo ndio hilo swala mimi nilikuwa nasema tuheshimiane kisiasa. Isiwe tu kwamba it's a one way direction. Nitakusomea kwa Kizungu. Hi, Musalia is a more gentle person that makes people judge him wrongly. He appears to be extra sober, which is a poor trait of a leader. A leader should be assertive, bold and charismatic. Kwa maoni yako hiyo, kuna watu ambao wanakuangalia wanaona kwamba wewe ni mpole sana, hauzungumzi kwa ukali, haurushiani cheche za maneno, hauna ule ukali. Kwa Kikuyu tunasema orome ile, hauna ile orome. Wewe tigana na maondo maingi. Mimi niko na urume, mimi niko na courage. Unajua kuzungumza sio lazima ni upige sauti ya juu ndio mtu aseme unasema nini. You can be polite and very firm. Unaweza kuongea kwa utulivu lakini neno lako lisikike. Na mimi sijawahi kuona shida yangu katika, mimi niko kwa siasa. Nafahamu siasa. Mimi si padri. Wewe ni mwanasiasa. Mimi ni mwanasiasa. Kwa hivyo naelewa sawa kwamba I may be polite but I can be firm. Na kila ambacho mimi nasema ni kwamba si lazima tuwe na siasa ya matusi. Na je, hiyo siasa ya vurugu ambayo watu hupenda imetusaidia namna gani? 2007, 2008, wakati watu walikuwa wakikufa, who benefited? Mwanasiasa. Si watu waliumia kwa sababu ya kujipiga kifua na kutoa matamshi ambayo hayaeleweki, ambayo yanakera wengine. Jamani, tusirudi kule. Hata juzi tumeanza kuona dalili za kuonyesha kwamba tusipochunga, sisi wa Kenya usahau mapema sana. Saa zingine watu wanatuuliza tumekuwa kama ngiri. Ngiri inafukuzwa alafu kidogo inasahau, inaanza kucheza tu tena ndio wakati huo sasa inachinjwa. Kwa hivyo ni lazima sisi kama Wakenya tujiulize, je, tunataka wale tunaita toxic politicians, wanasiasa ambao wanatoa sumu kila mara, ndio tuseme sasa siasa imekuwa tamu? Ndugu, hiyo tutakuwa tukihadaa wa Kenya. Na mimi ningependa security agencies na wanasiasa wahakikishe kwamba violence hairudi. Violence hairudi. Mimi nilihusika na upatanishi tukiwa na Kofi Annan na Mkapa na Graca Machel. Upande huu mimi ndio nilikuwa kiongozi wa upatanishi, na upande ule mwingine Martha Karua ndio alikuwa kiongozi wa upatanishi. Tukakaa siku 42 kule Serena, tukizungumzia ndio Kenya ipate utulivu, ndio baadaye tupate ile grand coalition government. Ndugu, tusicheze na siasa
tusijaribu kusema kwamba ni lazima tupiganishe watu ama ni lazima tutoe intimidation kwa wapigaji kura. La, mimi sitaki kufanya hivyo na sitafanya hivyo kamwe, kwa sababu msimamo wangu ni kwamba tone la damu yoyote ya Mkenya isimwagike hapa Kenya. Na ndio kwa sababu chama chetu kikaitwa Amani National Congress. Wakenya ambao wanatoka Mlima Kenya, wakulima wa chai, majani chai, kuna majani chai, kuna kahawa, kuna maziwa. Na kwa sasa tumeona kwamba kumekuwa na vuta ni kuvute. Wewe ni mtu ambaye umefanya mambo ya uchumi. Mungu akisaidia ukichaguliwa kuwa rais. Ni mambo gani ambayo utawaahidi wakulima kutoka Mlima Kenya? Ndugu, kwanza nataka niwapongeze wakulima wa Mlima Kenya, kwa sababu ukifuata historia walipata pigo kubwa hapa awali wakati kahawa ulimaji wa kahawa ulididimia, wakapoteza mali nyingi, hata bei ya mambo ya majani chai ikakuwa mbaya. Lakini kwa kimombo kuna kile wanaita resilience ya haswa wakulima wa Mlima Kenya. Walikuwa na resilience, wakaanza kuingia kwa macadamia, wakaingia kwa avocado, wakaanza kufanya value addition na wakajimudu. Lakini waliumia hata kwa mambo ya ng'ombe za maziwa na kadhalika. Walipata hiyo shida. Kwa hivyo tukienda mbele, mimi nataka niseme nilipokuwa katika wizara ya kilimo kwa mfano, tukiwa na wenzetu ambao ni marehemu sasa kama wakina Michuki na Anyona, nilitoa sheria ambayo sasa ilitoa zile factories za majani chai kutoka kwa parastatal zikarudi sasa zimilikiwe na wakulima. Na ndio kwa sababu wakulima sasa wanaweza kuchagua directors zao vizuri. Mimi ndio nilikufuatilia hiyo sheria na tukapitisha huo muswada, tukatoa KTDA kwa Kenya Development Authority, ikakuwa Kenya Development Agency ambayo inamilikiwa na wakulima, sio parastatal. Ile ingine ilikuwa parastatal, sasa inamilikiwa na wakulima. Na tukabadilisha mambo mengi. Juzi nimeona Munya pia amefanya further improvements katika sekta hiyo ya majani chai. Kwa hivyo tutazidi kuconsolidate yale mabadiliko ambayo ni ya maana. Tumeona kahawa imeanza kurejeshwa. Hili ni jambo la muhimu. Tumeona sasa ni lazima tufanye bidii. Wakulima ambao wanakuza ng'ombe wanafuga ng'ombe za maziwa wasaidiwe, wapate bei nafuu. Juzi nilikuwa Githunguri kwa nikaona factory yao ya fresha ambayo wakulima wameunda cooperatives nzuri na wanafanya mambo ya ajabu. Kwa hivyo haya yote yanaweza enezwa katika sehemu zote za Mount Kenya na Kenya yote, sio tu pale. Kwa sababu tukiwa na hayo maneno, nataka tusaidie pale. Mimi ningependa kuhakikisha kwamba tukienda mbele, wafanye biashara na kila mtu anakuwa na haki yake. Wale wafanye biashara wadogo, Harambee ilianzia wapi? Kenya, pulling together. Alafu juzi tukasikia wanaambiwa kwamba wafanye biashara wadogo hawawezi kujikusanyisha, alafu walete container moja peke yao. Walikuwa nalazimisha lazima iwe mtu mmoja peke yake analeta container. Hii ni kuwa cooperative movement. Ile hali ya kuja pamoja na kuchangia ili watu wafanye biashara. Haya yote tutahakikisha kwamba ease of doing, kurahisisha wao kufanya biashara. Mimi sitaki kuona uchumi ambao wale wanakutembelea nyumbani Bwana Kuria, badala ya mabenki kuja kukopesha pesa, unapata ni auctioneer anakutembelea. Hapana. Nataka tupunguze auctioneers wasisumbue wa Kenya. Hii ndio unaita uchumi bora, pesa mfukoni. Kabisa. Ndio hiyo. Okay. Nina maswali mawili matatu ya kumalizia. La kwanza ni
kuhusu ufisadi. Umesema kwamba utakapochaguliwa kama rais mwaka 2022 utahakikisha kwamba hatuna mambo ya ufisadi. Wanasiasa na wanasiasa, na tumesikia mambo ya shamba la kaburi, tumesikia mambo ya Golden Bag itakuja. Je, utajitetea kivipi? Na wanasiasa ni wanasiasa, watarejesha mambo haya. Watajaribu kurejesha, lakini mimi nataka nikwambie tume ambayo ni ya Bosire Commission ambayo ni public ilifanyika wakati wa Mwai Kibaki. Aliteua Bosire Commission of Inquiry kwa mambo ya Golden Bag. Wakafanya uchunguzi wao, wakafanya hearings, na wakasema Mudavadi hakuwa na lawama lolote, na Mudavadi ndio yeye alijitolea kusimamisha huo ukora. Hata nimeandika kwa kitabu changu. Kwa hivyo hakuna neno la kuzungumzia pale. Kwa hiyo mambo mengine ati kaburi, mimi sikuhusishwa kwa kesi yoyote. Wale walihusika mambo yalienda kotini. Kwa hivyo hiyo ni porojo, ilipita. Kwa hivyo una madoa. Mimi sina madoa. Wewe ni mweupe kama pamba. Mimi niko tayari kupigana na ufisadi sasa. Okay. Wewe ni rafiki wa Uhuru Kenyatta. Kweli? Ndio. Wewe ni rafiki yake. Sikatai. Na wakati ambapo nchi inaendelea kama vile ambavyo tumeona, hali ngumu ya maisha, mikopo, kwa nini kama rafiki yake, ulisema wewe rafiki utamsaidia, kwa nini hata usimwambie mambo mawili matatu? Ni mtu anauliza. Nimemweleza mara nyingi. Si mimi ndio nimesimama kwa mstari wa mbele nikisema kwamba kama serikali ya Kenya tujichunge, kwa sababu tumeingia kwa mikopo ambayo itakuja kuumiza wa Kenya. Na tayari tunaona uchungu wa mikopo fulani. Na nilikuwa nikizungumzia kwa mfano ushuru ambao tunatozwa. 70% ya ushuru unaenda kulipa madeni. Ndio hiyo nilikuwa nikisema fuliza ya juu. Fuliza ya chini. 70% ya ushuru ambao tunatoza ama tunachanga katika Kenya unaenda kulipa madeni. Kwa hivyo tunabaki na kiasi kidogo, 30% kutekeleza mambo yetu mengine. Ni lazima tubadili, ili tusiwe tunatuma 70% kule. Ndio pesa ziende zisaidie wakulima, zisaidie wafanye biashara, mabenki zipate nafasi ya kukopesha wafanye biashara wetu pesa, badala ya kukopesha serikali kila mara. Kwa wakati huu pesa nyingi zinaenda kwa serikali, hata zile za mabenki hapa wananunua treasury bonds na treasury bills. Kwa sababu serikali ina shida ya pesa. Na haya nimesema mara nyingi. Kwa hivyo jukumu moja la serikali ambayo itakuja, na mimi nimewahi kuwa na hiyo experience, hakuna njia nyingine ya kupunguza hii shida ila kuhakikisha kwamba tunafanya renegotiation, tunazungumza na wale ambao wametukopesha pesa, tupewe nafasi zaidi, na zingine riba ipunguzwe. Ndio tujimudu. Mna tofautiana kisiasa na Raila Odinga. Je, katika tofauti za kisiasa kuna tofauti zingine ambazo mko nazo? Kama gani? Nauliza tu. Utueleza. Hapana. Na William Ruto. Hii ni siasa. Siasa tu. Yeah, ni siasa, watu wana tofauti za kisiasa. Yeah. Okay. Yeah. Hiyo ndio nini? Hakuna mambo ya kibinafsi. Hii ni siasa ambayo sera zake labda haziambatani na sera zangu. Sera za yule labda haziambatani na sera zangu. Ama msimamo kwa neno fulani hatuambatani nazo. Yeah. Labda mimi ningependa utaratibu fulani na wao wanataka njia fulani. Kama hatusikizani, hiyo ni tofauti ya kisiasa. Ndio.
Na William Ruto mna tofauti zozote za kisiasa? Kwa sababu umeonekana ukisema kwamba ameanzisha hustler movement, na pia ameongea kuhusu bottom up economy, na ukaonekana kana kwamba unatofautiana naye. Kile mimi nashangaa ni kwamba kwanza yeye yuko katikati ya serikali. Kama kuna sera ambazo zinatokera kama hizi ambazo zimetuweka kwa madeni mazito, si yeye amekuwa kwa jikoni? Yeye amekuwa akihusika na hizo sera. Sasa itakuwaje yeye sasa nasema yeye ndio ana suluhu, lakini yeye ndio amekuwa mmoja wa wale umetuweka kwa hiyo kona. Kwa hivyo hapo ndio mimi nasema tuna mambo tofauti. Na juzi nilikuwa nauliza watu, ukisema kila mara bottoms up ama nini, wewe unazungumzia nini? Kwa sababu kama kuna shida ya madeni, ndio tutafanyaje kutatua shida ya madeni. Lakini ukisema bottoms up itatatua shida ya madeni, wewe unamaanisha nini? Haiwezekani hivyo, kwa sababu lazima tutakuwa na uchungu, ndugu yangu, uchungu wa kubadilisha priorities za Wakenya. Kwa sababu hizi pesa ambazo nasema utakopesha watu kwa kila constituency 100 million additional na nini, na pesa za women's fund zimeenda wapi? Pesa za youth fund zimeenda wapi? Hizo zote zimekuwa zikienda wapi? Ndio sasa unasema utapata tena zingine za kutoa. Finance ya hizo zitakuwa wapi? Tunalia ushuru bana. Tunalia ushuru. Gharama ya transport ya uchukuzi imeenda juu kwa sababu kila mara serikali inaongeza pesa kwa gas, kwa petroli. Sasa zile pesa wewe unasema utatoa free kule, utazitoa wapi? Na tayari Kuria, mimi na wewe, ushuru unatafinya. Hatuna pesa za kutosha mfukoni kwa sababu ya ushuru. Sasa ushuru umeenda kwa airtime, gas. Wameweka excise duty kwa mikopo. Yani serikali inanuza tu pahali popote. Inanusia tu pahali popote, inaweza pata tu harufu kidogo ya kusema bwana jamaa anapata nafuu hapa, wanalenga na kuchapa. Haiwezekani. Wakenya wamechoka. Kwa hivyo ni lazima tutafute mbinu ambazo zitaleta ajira kwa Wakenya, zitaongeza mazao na kadhalika. Alafu hatimaye tunaweza punguza ushuru kwa Mkenya. Lakini ikiwa wewe unasema tu kuna expenditure, lakini hauelezi watu income itatoka wapi? Income ya kufinance hiyo expenditure itatoka wapi? Tunaelewana? Kwa dakika moja ama mbili, zungumza na watu. Kuna watu wa Kenya wanakusikiliza, kuna watu wa Mlima Kenya wanakusikiliza. Zungumza nao kwa dakika moja, uambie kwa nini ni Musalia Mudavadi. Asante sana. Mimi nataka tu niambie wa Kenya hivi. 1, nasimamia uchumi bora. Tunataka tuweke Kenya mbele kwanza. Kenya kwanza, uchumi bora, na baada ya uchumi bora, pesa mfukoni. Tunataka usalama kwa kila mtu. Tunataka tuwe na serikali na taifa ambalo litazingatia sheria ambayo litafata katiba ya Kenya. Tunataka taifa ambayo Mkenya anaweza ishi pahali popote katika Kenya hii na afanye biashara. Ikiwa anaishi Chavakali, anaishi Lamu, anaishi Laikipia, anaishi Kwale, pahali popote katika taifa hili. Anaishi Nyanza, anaishi Kisii. Pahali anataka kufanya biashara, awe na nafasi ya kukaa bila kusitasita kwamba maisha yake yamo hatarini na biashara zake zitalinda vilivyo. Hii ndio mimi nataka
katika taifa letu. Ndire na maundu maingi. Uraigwa. Tuwashoke gada. Haya. Asante. Huyo alikuwa ni kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi, na tumekuwa na mazungumzo ya moja kwa moja kutoka Musalia Mudavadi Center hapa mjini Nairobi. Tunashukuru sana kwa wewe kupata nafasi ya kuzungumza na sisi, na vile vile tutaangalia vile ambavyo ulisema wewe hutaki kuwa na crowd kubwa, kwa sababu kuchaguliwa kwa mtu sio crowd, ni vile ambavyo naambia watu. Nitakuchekesha kidogo. Nilikuwa nasema siku ile mimi nitafurahi kama Mkenya. Ni siku ile nitaenda kwa soko ama ukipita na ujaribu kuitisha mkutano siku kama Monday ama Tuesday ama Wednesday, na watu wakuambie hakuna nafasi ya sisi kuja kwa huu mkutano kwa sababu tuko kwa kazi, tuko busy, tuko kwa wera. Yes, yes. We are busy, so we have no time. Tengeneza mkutano wako on Saturday and Sunday, tutakuja huko. Yani kile ninachosema ni kwamba crowds ambazo watu wanapata sasa sio crowds kwa sababu wamependwa. Ni crowds ambazo zinapatikana kwa sababu kuna upungufu wa wera, upungufu wa kazi miongoni mwa vijana wetu. Kwa hivyo jukumu letu tubadilishe wapate hiyo nafasi. Thank you very much. Mimi nataka nimalize na neno moja tu. Sema. Ngai amurathime. Amen. Tuwe hamwe. Thank you very much. Tauga uchumi bora, pesa mfukoni. Ucio ni Musalia Mudavadi aka Macharia, na nitwagicokia ngatho muthikiriria na mwiroreri. Twagucokeria ngatho ni tondu wa gukorwo nyitanire hamwe na ithui. Tucemania muthenya ungi. Ngai amurathime na muri mega ukumia. Asante.